Sawa, lakini kwanza tumeshaona kitabu Biblia inasema kama kuna mapepo wazuri na kuna mapepo wabaya. Si ndio hivyo? Hiyo kwanza ni kitabu cha Biblia. Kuna mapepo wazuri na kuna mapepo wabaya. Sasa nataka tuingie kwenye vitabu vya Kikristo. Tuone kama Wakristo kweli ushirikiano huo wa mashetani hawako nao. Tunakwenda. Sawa. Tusomea hapa katika ukurasa wa 355. Kifungo cha kwanza. Kudai kuwa na dini kutatumika kama pazia la kufunika maovu. Imani ya mizimu inafungua mlango kukaribisha mafundisho ya shetani, na kwa hiyo mvuto wa malaika waovu utaonekana makanisani. Babeli amejaza kipimo cha hatia yake na uharibifu umekaribia kutokea. Unasikia? Kwamba kanisani muongozo unapofanyika mle ni shetani ndio anawavuta watu kuingia kanisani. Kabisa. Hapo si kitabu tena cha Kiislamu hicho? Nakubali kabisa. Unakubali kwamba shetani anawavuta watu kuingia ndani ya makanisa? Ndio. Kinachofanyika humo ni mvuto wa shetani. Kabisa, nakubali. Twende kifungo cha pili. Sawa. Kifungu cha pili, kama ilivyokuwa kwa vizazi vilivyopita, shetani ametenda kazi kupitia makanisa kuendeleza mipango yake katika kuushambulia ukweli usiopendwa. Simamia hapo. Mpaka dunia itakavyoisha. Ndio. Shetani bado anatenda kazi. Sikiliza? Ndio. Hiyo sasa ni vitabu vya Kikristo, haiko tena vya Kiislamu. Kabisa. Shetani anatenda kazi kupitia nini? Kama kanisa. Hivi tunaposema makanisa yanawahusu Waislamu? Wakristo. Kama yanawahusu Wakristo, shetani anatenda kazi kwenye makanisa. Ikiwa na maana kwamba anatenda kwenye watu gani? Wakristo. Maana wanaongozwa na shetani. Lakini ujue utofauti wa hiki tunachokiongea na kile tunachotoka kukisema kule kwa Mtume Muhammad ni nini? Kwa mfano hapa shetani yeye analaaniwa. Sio kwamba ni mmoja wa watu ambao labda wamebatizwa au wameingizwa katika Ukristo anaenda kule kuwaongoza watu. Anachofanya bado ni dhambi, na hao anaowapoteza nao bado wanapotea. Sio kama anawaongoza katika wema. Yule shetani wa kule kwa Mtume Muhammad wa Waislamu, yule anawaongoza katika mema. Huyu anaongoza katika mabaya, na watu watakaomfuata wanaingia katika mabaya. Na kule kanisani anaingia katika ubaya, na hata watu wanaotumia yani nao ni mambo ya kuzimu moja kwa moja, japokuwa wanalitumia kanisa katika kujificha. Inamaanisha kwamba Wakristo hawana muongozo wa Mungu wala wa Yesu. Upo mwongozo wa Mungu, lakini shetani tunajua naye anatumika. Hapana, ingelikuwa pako mwongozo wa Mungu, shetani hawezi kujaribu. Shetani amejaribu kuwaongoza kwa sababu yeye anakuwa na ile mamlaka ya kuwaongoza. Ingelikuwa pako mamlaka ya Mungu na kile wanachokifanya kiko sahihi, shetani hangekuwa na uwezo wote wa kuongoza Wakristo. Shetani anakuwa na nguvu za kufanya hayo mambo, hata anaweza kumkosesha hata mja mwema wa Mungu. Hata Mtume aliwahi kusema kama aliingiwa na shetani. Aliwahi kusema hivyo kwamba anaweza kumpoteza hata mja mwema kabisa, anaweza. Hata kama una Mungu, ameshashushua Qur'ani, ameshashushua wahi, lakini shetani bado alienda kumwingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu cha Lu'lu wal Marjan hadithi ya 314 Mtume aliwadhibiti mashetani wala hawakuwa na uwezo wowote kwa Mtume Muhammad. Shetani alikuwa hana uwezo wote wa kumpoteza bwana Mtume Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na nguvu ya Mungu, kwa kila alichokuwa anakiongea kiko sahihi kutoka kwa Mungu. Sasa kitabu kinasema hivi, makanisani hawaongozwi na Mungu, hawaongozwi na Yesu, wanaongozwa na shetani. Tunajua kabisa wapo watu waovu na wapo ambao wanaanzisha kabisa makanisa wanafanya mambo ya kishetani. Tunajua. Ninachokilenga mimi ni kukuonesha hivi, sisi hatuongozwi na shetani. Sisi tunaongoza katika mambo mema na shetani. Hapana. Hata Mtume alisema pale wakati shetani alimsilimisha akawa anamuongoza katika mambo mema. Unisikilize, mimi unisikilize. Ndio. Mtume Muhammad alisema hivi, shetani mimi hainiongozi, hainaambii mambo mabovu, mazuri tu ndo anamwambia. Hainaambii mambo machafu. Ndio. Inaniambia mazuri. Mazuri gani? Ya kuthibitisha maneno aliyokuwa anasema Mtume yako sahihi kabisa. Mungu alisema Mwenyezi Mungu ni wa pekee muumbaji wa mbingu na ardhi. Mashetani hao walioslimu wanalikubali hilo. Sasa sisi kwetu hakuna huyo shetani anayeongoza hapa. Kwa mfano unavyosema kuhusiana na kanisani, hiki kitabu cha Wasabato hiki hakionyeshi kwamba huyu shetani ana wema wote. Huyu ni mwovu moja kwa moja, na akikupoteza wewe ni wa motoni. Tofauti na shetani ambaye yupo kwenye Uislamu, ambaye tunazungumzia katika Uislamu, yeye akikuongoza unaweza kwenda peponi. Kwa sababu kitabu kilisema kuna wapepo wazuri
na kuna wapepo wabaya. Biblia ndio ilisema hivi. Sawa. Hawa wapepo wazuri hawa, bimaana anaweza kuongoza wala kufanya jambo la uwema ambalo Mungu analikubali kabisa. Lakini huyu hapa unayeona tunasoma kwenye hiki kitabu cha Wasabato hajaandikwa kwamba ni mwema, yaani huyu ni muovu. Na hapa tunaposema kwamba kuna shetani kanisani anayefanya kazi kupitia makanisa, huyo ni shetani muovu. Hakuna shetani mwema kanisani. Kwa sababu gani? Kanisani hapawezi kuwa na shetani mwema hali ya kuwa Ukristo ni maovu. Shetani mwema, yani nikisema pepo ya uwema, haiwezi kushirikiana na Ukristo kwa sababu Ukristo sio uwema. Ndio, tunajua hata kuna wapo ambao ni wabaya, wapo ambao ni wazuri ndani ya Wakristo. Nipe andiko. Wakristo wema, wanaofuata Yesu. Wapi ambako wanasema Wakristo wema na Wakristo wabaya katika andiko? Nipe tu hii moja. Ndio hapa tunaposoma hapa, kwa mfano hapa. Kile kifungu kilichokuwa umenifunulia mwanzo hapa inasema, lakini Mungu bado anao watu katika Babeli, na waaminifu hawa ni lazima waitwe ili wasishiriki dhambi zake na kupokea mapigo yake. Kitabu hiki hapa ukurasa wa 368. Watu gani sasa ambao ni wema? Wakristo. Sio hivyo. Hakuna Wakristo wema duniani. Mtu akiitwa tu Mkristo tayari ishakuwa muovu. Okay. Mtu tu akiitwa Mkristo tayari huyo ameshakuwa muovu. Mimi nataka nikupe uthibitisho. Sawa, basi ngoja. Kwa hiyo kama hawa, kwa hiyo ni watu gani? Tuseme basi ni Waislamu. Juu yake hawa Waislamu wanaambiwa kwamba kudai kuwa dini kutatumika kama pazia la kufunika maovu. Imani ya mizimu inafungua mlango kukaribia mafundisho ya shetani. Kwa hiyo tuseme basi hawa wanaozungumziwa hapa ni Waislamu, sio Wakristo. Maana mimi nikajua hapa pote wanazungumziwa Wakristo. Hapana. Wewe ulisema hivi kwamba kuna Wakristo wema na kuna Wakristo wabaya. Yaani kuna ndani ya kanisa kuna watu wema, na ndani ya kanisa vile vile unaweza kupata watu wabaya, tena wengi kabisa. Kwa mujibu wa hiyo andiko haisemi hivyo. Kwa mujibu wa andiko hiyo inasema hivi, kanisani anayeongoza kanisani ni shetani. Ikiwa na maana kwamba kila mwenye kuingia mle kanisani tayari andiko ushahidi umekuwa kwamba ameongozwa na shetani. Vipi utamtoa mtu mwema? Kama ilivyokuwa kwa vizazi vilivyopita, shetani ametenda kazi yake kupitia makanisa. Naam. Kuendeleza mipango yake katika kushambulia ukweli usiopendwa. Hakuna tena mtu mwema. Kumbuka shetani anashambulia nini? Anashambulia ukweli usiopendwa. Ukweli huo unapatikana wapi? Ukweli unapatikana kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu kama vile Injili. Lakini mbona anashambulia kanisani? Kama kweli huko kanisani hakuna ukweli, kwa nini anaenda kashambulia kanisani? Anashambulia kanisa kwa sababu ndio watu wake wanamkubali. Utamshambulia mtu anayekukubali au unamshambulia adui? Hapana, unamshambulia mtu ambaye unajua kama wewe unamiliki na unataka kumpoteza. Maana ya kumpoteza asiende katika kweli. Okay. Basi mimi nilijua unayemshambulia unamshambulia adui. Yaani unamshambulia yule ambaye yupo kinyume na wewe. Yule ambaye yupo sawa na wewe huwezi kumshambulia. Lakini kama shetani huwa anashambulia watu ambao wapo upande wake, basi sina uhakika kama kweli anawashambulia Wakristo. Abasemi kushambulia, wanasema hapa inasema anashambulia sawa, katika kuushambulia ukweli usiopendwa. Vizuri. Sasa huo ukweli usiopendwa yeye anaushambulia wapi? Kanisani. Ukweli usiopendwa anaushambulia wapi? Bimaana Wakristo wana ukweli wasioupenda. Ndio, soma vizuri. Wakristo wana ukweli wasioupenda. Wana ukweli ambao wao hawaupendi. Okay. Na sababu ya kutokupenda huo ukweli ni kwa sababu shetani ndio anawaingia wasiupendi. Ndio shambulizi wake huo. Ukweli upo. Ndio. Mwongozo wa Mungu upo. Ndio. Lakini sasa shetani amewafanya Wakristo wasiupendi huo ukweli. Okay. Na ndio sababu wote wanaingia kanisani kwa hilo. Sawa, inawezekana basi, lakini shetani hawezi kushambulia msikiti kwa sababu kule hakuna maadui. Anaweza kumshambulia mtu kama akiwa katika haki, akamtoa kwenye haki. Na kama anaweza kuwa amemfanya Mkristo hivyo, inawezekana. Hapa ilivyoandikwa ni kwamba kama ilivyo kwa vizazi vilivyopita, wala haianzi leo, shetani ametenda kazi yake kupitia makanisa, kuendeleza mipango yake katika kuushambulia ukweli usiopendwa. Hapo sasa, unaona hapo kuna neno? Ndio. Kuna ukweli usiopendwa ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Shetani anaenda kuushambulia. Maana yake Wakristo walikuwa na ukweli, lakini akawafanya wasiupendi kupitia mwongozo wa shetani. Akafanya wasiupendi au akaushambulia huo ukweli. Si ndio anaushambulia ili wasifikie kwenye kweli? Okay. Sababu yeye kushambulia ni ili wasifikirie hiyo ukweli. Sawa. Akili yao ijihisi tu kuchukia huyo ukweli. Wasiupendi huyo ukweli. Sawa. Sio hilo tu. Ndiyo. Angalia hapa. Soma ukurasa wa 120. Matukio ya siku za mwisho. Ukurasa wa 120. Inasema, tunakaribia mwisho wa historia ya dunia na shetani anatenda kazi kwa bidii ambavyo hajawahi kufanya.
anajitahidi sana kutenda kama kiongozi na mkurugenzi wa ulimwengu wa Ukristo. Kwa juhudi zisizo za kawaida anafanya kwa njia ya miujiza na madanganyo yake. Shetani anawakilishwa kama simba aungurumaye, azungukaye akitafuta mtu ammeze. Anatamani kuujumuisha ulimwengu mzima katika umoja ili kufanikisha njama zake, huku akificha upotovu wake ndani ya vazi la Ukristo, kujifanya kuwa na sifa za Mkristo na kujidai kuwa yeye ndiye Kristo mwenyewe. Sasa unaona huko shekhe wangu. Hapo ni maandiko. Ndio. Hakuna vitu kama hivyo kwenye Uislamu, hakuna. Sawa kabisa. Kwenye Uislamu utasikia shetani Ndio. kasilimu. Akisha silimu hana nguvu ya kumuongoza Muislamu, kumpoteza. Sawa. Uwezo tena hana. Huyu anakuwa mambo yake ni mema. Ndio. Haiko tena ya kupoteza kwa sababu hana si. Sawa. Hapo unifuate vizuri. Nakufuata vizuri. Kama kuna swali utauliza. Sawa. Shetani katika Uislamu anaweza kusilimu. Akisilimu, akiwa ni shetani jini, bimaana anaacha ushetani wake. Sawa. Akiwa ni shetani mwanadamu, maana yake anaacha ushetani wake. Anaingia anakuwa Muislamu. Akisha kuwa Muislamu, anakuwa chini ya mamlaka ya Uislamu. Sawa. Hana tena uwezo wa kumuongoza mtu vibaya. Hana tena uwezo, pamoja na kuwa ni kiumbe ambaye haonekani. Hawezi kumdhuru mtu. Hawezi kumfanya mtu apagawe. Hawezi kumwelekea mtu pabaya kwa sababu ni kiumbe ambacho hakionekani. Anaweza kumdhuru mtu bila kuonekana. Anaweza kumuongoza vibaya mtu bila kuonekana. Sasa vitu kama hivyo ni vya kishetani. Sasa shetani akishaslimu, au shetani mtu sawa, au shetani jini sawa, hamuongozi mwanadamu kwenye ubaya. Lakini ndani ya Ukristo tunaona kuna ushirikiano mkubwa wa ushetani. Sasa huku anaposema kwamba Uislamu sio kuna ushirikiano mwalimu, kuna uadui. Kuna uadui, sio urafiki kati ya shetani na Mkristo. Yaani hakuna urafiki wa shetani na Mkristo. Kuna uadui kati ya shetani na Mkristo. Ndio maana wanashambuliana. Shetani anamshambulia Mkristo, Mkristo anamshambulia shetani kwa maana. Ingelikuwa kuna uadui, hawangekubali waongozwe na shetani kanisani. Hawakubali, ndio maana wanapambana naye. Ndio maana yeye akifika pale anashambulia. Badala ya kuungana nao afike pale na yapige magoti asema jinyenyekeze awe Mkristo, anapambana nao kwa sababu wao wana ukweli ambao haupendwi. Kama hawapendi waongozwe na shetani, wasiingie kanisani. Juu kitabu kinasema kwenye yeye yuko ni kanisani. Bimaana wewe ukitoka unakotoka, unaingia kanisani, maana unaenda kuongozwa na shetani. Ngoja niendelee na hiki kifungu. Soma hiki kimalizie. Tunakaribia katika mwisho wa historia ya dunia. Hapa anaendelea. Shetani anawakilishwa kama simba ungurumaye, azungukaye akitafuta mtu ammeze. Anatamani kujumulisha ulimwengu mzima katika umoja ili kufanikisha njama zake, huku akificha upotovu wake ndani ya vazi la Ukristo, kujifanya kuwa na sifa za Mkristo na kujidai kuwa yeye ndiye Kristo mwenyewe. Yaani huyo shetani, kumbuka anachofanya. Sawa. Kwanza kabisa, anajificha upotovu wake ndani ya vazi la Ukristo. Yeye ni muovu lakini anajifanya Mkristo. Sawa. Kingine cha pili, anajifanya kuwa ana sifa za Mkristo japokuwa yeye ni shetani. Na cha tatu, anajidai kwamba yeye ndiye Kristo mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo hapo sasa unaweza kupata picha kabisa kwamba huku anajifanyisha. Kule shetani kwa Waislamu anakuwa Muislamu na ni kamili na anaabudu kila kitu, anamwabudu Allah. Huku anajifanya kwa sababu hawezi kuruhusiwa kuwa Mkristo, kwa hiyo anajifanya, anaigiza yeye ni Mkristo ili kuwapoteza watu. Naam. Tuone kimoja kwa kimoja. Ndiyo. Mambo yako fresh. Sawa. Kama anajivika vazi la Kikristo, japokuwa yeye si Mkristo. Yeye si Mkristo, lakini tayari anajivika vazi la Ukristo, la Kikristo. Swali linakuja, wakati Ukristo unabeba vazi la kiushetani, wewe hapo utaniambia nini? Kwamba huyu Mkristo atakuwa katika Ukristo, atakuwa katika ushetani, au atakuwa nje ya ushetani? Yeye Mkristo si ndo anapambana naye? Ndiye anayepambana na huyo shetani. Hapambani naye, kwa sababu ingelikuwa anapambana naye ili vazi aliwezi likamwathiri. Hapo ndiko ambako mimi na wewe bado hatujaelewana. Kwa sababu kufika shetani kumuaborde, maana kufika kujivika ile vazi lake, bimaana hana uwezo wa kumpiga. Sisi kwetu sisi Waislamu, ngoja nikupe mfano kidogo. Nakupa mfano kidogo. Qur'ani 16:98 Mungu anasema hivi, kwa Muislamu shetani inapokuja kumvaa, kumpoteza, kumpeleka vibaya, aseme hivi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yani asome Qur'ani, shetani itakuwa mbali naye. Kufika kusema hivyo ni kwa sababu sisi hatuko tayari kushirikiana na shetani, hatuko tayari kuongozwa na shetani, ndio maana tunamlani akimbilie mbali. Hiyo ni kwetu sisi Waislamu. Ndio maana shetani muovu anapoingia katika dini ya Kiislamu anakuwa Muislamu chini ya mamlaka ya Mungu. Hana uwezo ya kufanya maovu.
Ngoja nimalizie hapa nisisahau. Hana uwezo wa kufanya maovu kama vile Biblia 2:19. Shetani aliamini. Hana uwezo tena wa kufanya maovu katika imani ya Yesu. Sasa tunakuja hapo. Hapa sasa tunapata hivi, sehemu yake yeye shetani kufanya kazi ni kanisani. Kabisa. Kila siku wanasema mpaka mwisho wa dunia. Ni kanisani. Kwa sababu gani? Yeye ndio anafanya hiyo kazi kwa kuvika vazi la Ukristo. Kuvika vazi la Ukristo, anajivika vazi la Ukristo, iwe na maana kwamba hawa watu wako sahihi bila wao kujua. Anajivika vazi la Ukristo ili Wakristo wakimwona wajue ni mwenzao, japokuwa si mwenzao, na akifika pale anashambulia. Akishambulia ndo hapo anaanza kupigana. Na kuna watu anaweza kawadondosha. Maana yake hivi, kama inafika hiyo inatendeka. Na inakamilika. Maana yake hawa watu hawako kwa Mungu. So unaona sisi ambao tuko kwa Mungu, piga tu hivi shetani atakukimbia. Kwa nini wao wasiachane na shetani? Na mwalimu, na tunajua tu kwamba imani ya Kiislamu inasema mtoto akizaliwa tu anaguswa na shetani. Hapo tunasema Muislamu akiamka tu kwenye pua zake analala shetani. Naam. Sasa hapo tena tunasema hawana ushirikiano na huyo mtu na hivi vitu vyote vinavyozungumzwa juu ya hilo. Naam, sikiliza Qur'ani 52:22. 22:52. Soma Qur'an, soma hata huko kwako. Sawa. Qur'ani 52:22. 22:52 Qur'ani mpaka 53. Swali lako ile unalijibu hapo. Sawa. Mtoto akizaliwa anazaliwa akiwa na shetani. Au mmoja wenu anapokuwa analala kwenye pua lake analala na shetani. Sasa sikilizo andiko. 52 anasema, Qur'ani 22:52 anasema, na hatukumtuma kabla yako mtume wala nabii, ila anaposoma shetani hutumbukiza katika masomo yake. Lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa anayoyatia shetani, kisha Mwenyezi Mungu huthibitisha aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Simamia hapo. Kwa hiyo kila nabii tangu Adamu mpaka kufika kwa Bwana Mtume Muhammad anakurubiwa na shetani. Sawa. Katika kunena shetani anaingia. Hiyo ni Qur'an. Kwa hiyo hilo swali lako kutokana yeye huyu akizaliwa anazaliwa anakuwa na shetani, huyu pua inaingia, ni kila nabii shetani anamuingia. Lakini Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mtu mtukufu anatoa ile shetani. Inatoka isiweze kumdhuru wala kuharibu hata kisomaji chake. Ndio maana nimekupa ile andiko, sisi Qur'ani imetuambia shetani akija kwa namna yoyote kuweza kukupoteza, soma tu Qur'ani itakuwa imekimbia. Hiyo ni kwa upande wetu. Tukienda kwa upande wa Ukristo sasa. Wewe unasema hivi, hoja yako inasimama kidete. Unasema hivi, kwa kuwa Wakristo wako na uadui na shetani, ndio maana shetani anataka wapoteze. Ikiwa na maana kwamba ni watu wazuri, ndio shetani anataka wapoteze. Na wengine anafanikiwa kuwapoteza. Kitabu kinasema kanisa yote. Sawa. Kuna wengine nitakupa hapa ni kanisa zote. Sawa. Hakuna kanisa yenyewe inaweza kutoka. Sawa. Sawa. Makao yake makuu ni shetani. Ukisoma 2:12, soma Ufunuo kwanza, alafu ndio tuendelee na hapo. 2:12. Mstari wa 12 anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Ninapajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, nawe unalishika jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa, shahidi wangu mwaminifu, wangu aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo shetani. Inatosha. Unasikia hapo? Kwenye kiti cha enzi cha shetani ni kanisani. Ukienda sasa kwa 16. Inasema ni makanisa zote. Soma 16 hapo chini yake. 16. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Basi inatosha. Inakuwa sio tena kanisa, inakuwa ni makanisa zote. Wanaambiwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu shetani huwa anaikaa mahala pake, sehemu yake kubwa, makao makuu kanisani. Sasa swali simulizi, ikiwa makao yake makuu ni makanisani, unataka kunambia hawa wenye kuendelea kuingia makanisani hawana ushirika? Na kama hawana ushirika, kwa nini wasiachi makanisa? Hawana ushirika, ile ni sehemu yao, na ile sehemu ni sawa na sehemu yenye madini watu wanashambulia. Kwa hiyo ile sehemu ndio ambayo ina wokovu. Shetani anaenda kushambulia kule kwenye ukweli. Na ndio maana shetani husikia anakaa bar, anakaa klabu, anakaa msikitini, anakaa kwenye viwanja vya mpira, kwa sababu huko kote yeye ameshateka.
Huko ambako anaenda sasa kupigana vita ni kanisani tu ndo kumebaki. Huku kwingine kote umewahi kusikia shetani sijui anakaa viwanja vya mpira. Sehemu zote hizo ni zake tayari. Yakobo 2:15. 4:15. Inasema soma 2:15. 4 Yakobo. Yakobo 4:15. 4:6 uanzie kusita pale. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Bas. Okay. Unasikia andiko hilo? Ndiyo. Ukimpinga Mungu na kumtia Mungu, na kumtii Mungu, shetani atafanya nini? Anakimbia. Atakimbia. Inamaanisha kama haumtii Mungu, haumuamini Mungu, utakuwa na shetani maisha yako yote. Ndio. Maana yangu ni kusema hivi, ikiwa shetani ameweza kubaki kanisani zote maisha yake yote na Wakristo wanaingia kwa shetani, maana yake hakuna utiifu wa Mungu. Kanisa si la shetani. Si unajua hilo? Kanisa si la shetani. Yaani shetani lake si kanisa. Sasa makao yake makuu. Sio unaambia makao yake makuu ni kanisa. Yeye kule ameshambulia kwa ajili ya lengo la kwenda kupotosha. Kwa sababu shetani ukiangalia hata kwa Ayubu kuvamiwa na shetani na kwenda kufanywa hivi, sio kwa kuwa yeye alikuwa mbaya, ni kwa kuwa alikuwa mwema. Yesu kujaribiwa na shetani sio kwa kuwa yeye alikuwa mwema, alikuwa mbaya. Yule anayekuwa anajaribiwa na shetani mara nyingi ndiye yupo jirani na Mungu kuliko yule asiyejaribiwa. Sasa kwa Ayubu Mungu alimtoa, akamponya. Mbinu zenye shetani alifanya Mungu akazitoa. Ndio. Si ndio hivyo? Maana yake shetani mamlaka yake iliisha. Ndio. Lakini sasa kitabu kinasema mpaka kiyama shetani anaendelea kuongoza Wakristo. Na kitabu kinasema hivi, usipomtii Mungu na kumkubali Mungu, shetani hata kukimbia. Maana yake ukimtii Mungu, ukamkubali Mungu, shetani atakukimbia. Haya maneno haya uyafanyie kazi. Maana yake nini? Tujifunze hapa mimi na wewe. Shetani atakukimbia wakati haumtii Mungu. Maana yake shetani akikuvamia na akakubeba mpaka kiyama, utiifu hapo hakuna. Kwa sababu utiifu ukiwepo, shetani atakimbia. Labda hiyo ndiko liwe ni la uongo. Tunajua ni kawaida tu, kama unamtii Mungu, shetani anakuwa hakai na wewe. Hakai na wewe. Sasa kitabu kinasema hivi, mpaka mwisho wa dunia shetani anaendelea kuvaa vazi la Ukristo na kuwapoteza Wakristo. Na lengo lake ndio hilo. Ndio lengo lake. Maana na ni kwa nini anawapoteza Wakristo? Kwa sababu tayari ni wema. Hawa asipowapoteza wataenda mbinguni. Sikiliza, usisemi ni wema. Wangelikuwa ni wema, maana yake ndio angelikuwa na ule utiifu wa Mungu, shetani angewakubalia, angewakurubia. Mwalimu, si tumetoka huko kwamba kuna mtu anakuwa mwema alafu anafanya uovu. Ukiona anavamiwa, yani maana yake akivamiwa ni kwa sababu ni mwema. Akiwa tayari muovu atavamiwa ili iweje? Yani shetani kwamba anapigana na watu wake, yani shetani anapigana na mashetani wenzake. Ndugu yangu, ukisema ni wema utakuwa unaenda kinyume na Biblia. Biblia inasema hivi, ukiwa na ule wema wa utiifu, ukamtii Mungu, shetani hata kukurubia. Ukisema kama ni wema, ndio maana shetani anawaongoza, hapo unakwenda kinyume na kitabu. Si anawaongoza na washambulia. Kumbuka hili neno kushambulia. Ndio, anawashambulia maana yake nini? Ni kitu kimeshafanyika. Tangu mwanzo wa makanisa mpaka mwisho wa makanisa. Ndio. Sasa anashambulia kwa sababu hawa watu wamekwisha waweza. Sasa ishakuja kuwashambulia Waislamu, anashindwa. Kwa nini ashindwe? Kwa Waislamu kwa nini anashindwa? Nimeshakupa aya ndani ya Qur'ani. Kwa nini Waislamu anashindwa? Sasa ishakuja kushambulia Waislamu. Lakini uwezo hana ule uwezo kwa sababu ya andiko hili la 4:6. Inasema ukimtii Mungu sawa sawa, shetani atakuja, atakimbia, atakuja, anakimbia, anakuja, anakimbia. Hata kwa na uwezo wa kukuongoza vibaya kwa sababu wewe umesimama katika utiifu. Sasa mwalimu, tunabaki hapo hapo. Ile inayosema kwenye pua za Muislamu analala shetani. Je, ni kwa Muislamu? Kwa sababu Muislamu yote tunajua mtu akikuitwa tu Muislamu ni mwema. Huko anakokaa huyo shetani ni Muislamu mwema au Muislamu mbaya? Ni Muislamu, ni shetani mbaya. Yaani huyo Muislamu ambaye pua zake amelala shetani anakuwa yeye ni Muislamu mbaya au mwema? Qur'ani ilisema hivi, ile andiko nimekupa ya Qur'ani inasema hivi, shetani anamsogelea kila nabii, anamsogelea kumuingia. Anaweza kumuingia puani. Si maana yake ni mwema huyo mtu? Subiri kidogo. Anaweza kumuingia puani, anaweza kumuingia mdomoni, anaweza kumuingia tumboni, anaweza kumuingia mgongoni. Sawa? Kuna mawili. Anaweza mjia huyu ni mwema, au anaweza mjia huyu ni mwovu. Kipi kitakachokutambulisha kama huyu ni mwovu au ni mwema? Kama atashindwa la kufanya kumfukuza ule shetani. Sawa. Maana huyu ni muovu, uwezo wa kumkimbiza shetani hana. Shetani akija kwake atapata nafasi ya kuishi. Swali langu bado unaendelea. Nakuja sasa kwako. Swali la pua. Na niko kupua pale pale. So nasema shetani
Kila siku, yani ninachomaanisha kwamba ni kila siku Muislamu akiamka kuna vitu nitakuwa afanye kwa sababu kwenye pua yake alilala shetani. Ni kila siku shetani anamtafuta Muislamu kila siku. Sasa umejikinga vipi? Tena hapo kiamka asubuhi shetani alikuwa tena kwenye pua yako. Kama yale tunarudi kwa Wakristo, kwa nini shetani anaendelea kubaki kanisani wakati kila siku anamkemea shetani na wao wanasema wema? Sasa ndio tunarudi hapo. Muislamu kabla ya kulala anafanya dua, anafanya swala 5. Kwa nini akiamka tu shetani anakuwa analala kwenye pua zake na hivi vitu vyote alivifanya? Ndio hilo swali. Yaani hiyo ndio itatusaidia kupata jibu. Kwa nini shetani anakuepo kanisani wakati wanamkemea? Kwanza tuingie kwa Uislamu. Ndio ile nilijibu kwa 16:98. Kila siku shetani anakuja. Lakini mtakapokuwa anafika kisha mnasema a'udhu billahi minashaitani rajim, anakuacha. Kukuacha si maana ametosheka, atakuja tu. Ndio maana tumepata Qur'ani inasema hivi, kila nabii shetani huwa anakuwa na mjia. Anaweza kuingia kwenye pua, anaweza kuingia. Mwalimu, mimi nimesoma, sawa, nimekatiza samani kwanza kwa hili. Mimi nimesoma a'udhu billahi minashaitani rajim, nimelala. Shetani nikiamka asubuhi alikuwa amelala kwenye pua zangu. Anaingieje na mimi nimefunga mlango? Atakuwa ameingia, malengo ya kuingia ni kutafuta kukupoteza. Sawa, lakini pamoja na kuwa ameingia, uwezo wa kukupoteza hana. Kinachomkosesha nguvu ya kuikaa kupua na kukupoteza ni kwa sababu lilala kwa dua. Atakuwa na uwezo wa kukusogelea, atakuwa na uwezo wa kuikaa, lakini uwezo sasa wa kukupoteza kiakili, uwezo huo hana. Uwezo wa kukufanya udhurike, uwezo huo hana, lakini anakaa. Tatizo tunalosema mimi na wewe ni yeye kushambulia, ni yeye kuongoza. Sawa? Atalala ndani ya pua, Muislamu utaamka, utakamata tu maji ya udhu, utasema hivi, anatoka. Kwa nini atoke? Kwa sababu akiendelea kubaki siku zote ndio umekufa. Hapo ndio shida. Ndio maana Qur'ani 22:52 ilisema hivi, muda wote, saa zote shetani iko karibu yenu. Anaweza kalala na wewe, anaweza kalala kwa mguu wako, anaweza kalala mdomoni mwako, lakini malengo ya kukuingia au kulala pembeni na wewe ni kutafuta njia na mwanya. Atafanyeje mpaka akudhuru, akupoteze kiakili, ujikute unamkataa Mwenyezi Mungu. Sawa. Lakini unapoamka asubuhi unafanya nini? Ndio Mtume anasema hivi, fanya hivi, soma hivi, ili akimbie, asiendelee kuwa na wewe. Ndio maana sasa ndani ya Qur'ani nimekupa 22:52, kila nabii muda wote, saa zote shetani anamuingia. Lakini Mwenyezi Mungu hata muacha muda mrefu, anamuondoa. Atamuondoa kunini? Kwa yale manabii wanaokuwa wanasoma. Sawa. Sasa kuwa Kristo anakuja, anapata nafasi ya kuikaa na anaendelea kuikaa mpaka kiyama. Ingelikuwa kitabu kinasema hivi, anakujaga wanamkimbiza, anakuja wanamtimua, hapo inaonekana kumbe hawa wanaka nguvu, lakini shetani ndio bado anawailemea. Lakini kitabu kinasema ameisha vaa vazi la Ukristo mpaka kiyama. Maana yake hawa watu hawa si watiifu kwa Mungu, na ndio maana wamevamiwa na shetani. Shetani habanduki. Habanduki. Lakini katika Uislamu shetani huwa anakujaga kutaka kupoteza. Wewe usifikiri kama shetani hamtafuti Muislamu, anamtafuta Muislamu muda wote. Akiona Muislamu anasali, anakuja tu. Muislamu akisali, anakuja. Muislamu akisoma Qur'ani, anakuja. Unafikiri hajagi? Muda wote anakuja. Anaweza kutokea mgongoni, anaweza kutokea kichwani, anaweza kutokea puani, anaweza kutokea tumboni, kokote kule. Shetani hana muda kusema ikaya sikozi kukushambulia. Hana. Muda wote anataka kufuate akushambulie mpaka siku atakuweza. Bahati nzuri sisi Waislamu tumebahatika kusomeshwa na Bwana Mtume Muhammad kila ambalo tutakalolifanya ili shetani asiwe na ikaa pembeni na sisi muda wote. Tumkoseshe nguvu kwenye miili yetu, tumkoseshe nguvu anapokuwa karibu na sisi ili aweze kutoka. Na ndio sababu unaposikia shetani katika Uislamu ameslimu, hiyo ni hoja dhaifu, haina hata nguvu kidogo. Haina hata nguvu. 2:19 alislimu hivyo hivyo. Lakini kwa Kristo kitabu kinasema wanaongozwa na shetani mpaka kiyama. Kwa sababu gani? 4:6 Yakobo, unapomtii Mungu shetani hata kukurubia, na kikukurubia mwisho atakosa nguvu, atakimbia. Lakini kwa kuwa Wakristo hawana ule utiifu wa Mungu, hawana kweli ya Mungu, ndio maana shetani anakaa. Tunaona na kitabu kinasema makao yake makuu. Makao makuu bi maana ndiko anakoishi. Sio hilo tu. Tusomee Mathayo 23. Mathayo 23. Sawa. Mstari wa 11 nafikiri. Mstari wa 11 anasema, na yeyote atakayejikweza atadhiriwa, na yeyote atakayejidhiri atakwezwa. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki.
kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamwachi waingie. Naam, twende kazi. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mnapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Anza Marko 13:22. Marko 13:22. Mstari wa 22 anasema, Marko 13, kwa maana watajitokeza makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu, wapate kuwadanganya ikiwezekana hata hao wateule. Sawa, sasa tusomee ufafanuzi. Tusomee ufafanuzi hapa. Ufafanuzi unasema, Kifungo cha kwanza. Kifungu cha kwanza huko juu. Ndio hapa, kifungo cha kwanza. Dalili nyingine itakuwa kutokea kwa manabii wa uongo, ambao kama watumishi wa shetani watafanya ishara kuu na miujiza. Twende kazi. Yesu anawaonya waumini wote kujihadhari na wanaojitangaza kuwa manabii wa Kikristo, walimu na wahubiri, ambao kwa hakika ni wa uongo, lakini hata hivyo hutenda miujiza, uponyaji kwa wagonjwa, ishara na maajabu, na wanaonekana kufanikiwa sana katika huduma zao. Lakini wakati huo manabii hao wa uongo wataipotosha na kuikataa kweli inayopatikana katika neno la Mungu. Unasikia sasa? Kweli. Kule tuliambiwa hivi, Ndiyo. Shetani anaishambulia kweli. Sawa kabisa. Kitabu kinakwambia Wakristo wameisha ikataa kweli. Na hawa walimu wa Kikristo wanafanya wanaponya watu, wanawaombea watu, wanafanya mambo ya kimungu. Okay. Kitabu kinasema hivi, wanafanya chini ya muongozo wa Shetani, lakini huku wanaonekana kufanikiwa Kabisa. Anaweza kuombea mtu unaokutana kabisa Shetani inasema, kumbe anatumia Shetani yeye aliyekuwa naye kumsemesha Shetani aliyekuwa kwa ule mtu. Sawa. Huduma zao zinatumika kwa mashetani. Okay. Ni kuonesha kama kuna ushirika ya Wakristo na mashetani. Kwetu huyo ushirika hakuna. Wanapotaka kutupa sisi ushirika na mashetani, kwetu hivi vitu haviko. Mwalimu, tukitoka kwenye lile andiko tulotoka kusoma hilo la Marko na huu ufafanuzi wake, ukisema tu kuna ushirika wa shetani na Wakristo, inatakiwa umalizie na Wakristo wa uongo. Kama hivyo alivyosema watatokea makristo na manabii wa uongo. Kwa hiyo useme hivi, shetani na Wakristo wa uongo na manabii wa uongo wana ushirikiano naye. Ndo Biblia nzima tangu mwanzo na mwisho. Hakuna ambako wanasema Wakristo wa kweli. Hakuna. Kwa nini anasema wa uongo? Kwa nini asiseme tu Wakristo? Anaposema wa uongo maana yake wa ukweli wapo. Kama ingekuwa tu ni Wakristo wote, angesema tu Wakristo. Ila kutaja wa uongo maana yake wapo wa kweli. Hakuna wa kweli. Ingelikuwa wa kweli wapo, au wa kweli wapo, ni wale ambao wanazungumzia ukweli. Kwa sababu unapokuwa unasoma katika 2:18. Sikiliza waraka wa kwanza wa Yohana. Soma hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:18. 2:18 waraka wa kwanza wa Yohana. Usikie hiyo andiko inavyosema. Hii ndio kuojiana ya sawa hii. Ndio napendaga hii. Sawa. 2:18 waraka wa kwanza wa Yohana. 2:18 anasema, watoto ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Unawasikia hiyo andiko? Ndio. Huyu Yohana anasema watoto. Ndio. Kama vile mlivyosikia kwamba wapinga Kristo watakuja. Ndio. Hapo Ukristo haujaanza. Sawa. Ukristo bado hujao. Ndio. Kitabu kinasema kama mlivyosikia wapinga Kristo watakuja. Ndio. Jueni sasa hao wapinga Kristo tayari wamesha kuwa. Sawa. Unaona bana? Ndio. Wapinga Kristo wamesha kuwa. Ndio. Twende kazi. Wamekwisha kuwapo, kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi. Inatosha, simamia hapo. Hao wapinga Kristo wanajifanya walitoka kwetu. Okay. Na kama ingelikuwa kweli ni wa kwetu, wangeikaa pamoja nasi. Okay. Kwa mujibu wa andiko hilo, linaonesha kuna watu watakuja na hilo jina la Yesu, watajinasibisha na wanafunzi wa Yesu. Ndio. Njoo Yohana anasema hao watu mtakaowaona wanajinasibisha na sisi wanafunzi wa Yesu, wakadai kwamba wametoka kwetu sisi wanafunzi wa Yesu, basi ujue hao ni wapinga Kristo, Sio wa kwetu. sio wa kwetu. Sawa. Sasa inabidi wewe kuweza kufahamu sasa, hao waliokuja kujitokeza wakajiingiza ni kina nani? Twende kazi. Sawa. Anaendelea hapa mstari wa 20, ninyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. Sikuandikia nyinyi kwa sababu hamwijui iliyo kweli, bali kwa sababu mwaijua, tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Sawa. Sasa sikiliza hapa, utupe ufafanuzi wake. Katika hiyo 2:18 tupe ufafanuzi wake.
2:18. Sawa. Waraka wa kwanza wa Yohana. Tupe sasa ufafanuzi wake. Ufafanuzi unasema walitoka kwetu, maana yake waliacha mafundisho yetu bila shaka kwa wakati ule. Simamia hapo. Hao waliotoka kwetu bimaana wameacha mafundisho yetu sisi wanafunzi wa Yesu, lakini wamejifanya wametoka kwetu, wanajinasibisha na sisi. Hakuna watu waliojinasibisha na wanafunzi wa Yesu kama Wakristo. Tutawajua, twende hapo. Okay. Mafundisho yetu bila shaka kwa wakati ule kama sasa, wale taratibu bila shaka kwa ule wakati, bila shaka kwa wakati ule kama sasa, na wakati wale wanaokana Yesu Kristo wangali wajiita wa Kristo. Unaona sasa kitabu kinachokwambia ni wale ambao bado mpaka leo wanajiita wa nani? Wa Kristo. Ndio. Hao wamejinasibisha na wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wako sahihi. Walikuwa wako sawa. Shetani hakuwachezea. Kwa sababu gani? Yakobo 4:6, unapomtii Mungu ukawa sawa, shetani hawezi kukukurubia. Kila atakapokusogea ingie puani, unamfyatua. Kila atakusogelea ingie mgongoni, unamfyatua. Kila atakusogea ingie kwenye mguu, unamfyatua. Wale walikuwa katika utiifu na msimamo wa haki kutoka kwa Bwana Yesu. Sasa hao waliojinasibisha sasa na wanafunzi wa Yesu, hao ndio ambao wako nje. Hao ni wapinga Kristo, na ndio maana shetani anapata nafasi ya kuwavamia kwa sababu ni watu wake. Mwalimu, sasa katika haya hapa tulivyo wanavyosema walitoka kwetu, hao waliko huko kwao, hao ni kina nani? Hao sio wa Kristo. Hao ni wanafunzi wa Yesu, si wa Kristo. Wanafunzi wa Kristo ni kufupisha. Watu wanavyosema wa Kristo ni kufupisha tu kwamba wa Kristo, lakini wanafunzi wa Kristo. Wanafunzi wa Kristo ndio inaweza kwa kufupisha. Lakini hilo neno ukisoma katika Matendo ya Mitume imeanzia mbali na Yesu. Sawa, pamoja na hayo anasemaje? Walitoka kwetu, maana yake waliacha mafundisho yetu bila shaka kwa wakati ule kama sasa, wale wanaokana Yesu Kristo wangali wajiita wa Kristo. Yaani wao wanajiita wa Kristo lakini si wa Kristo. Anaposema wanajiita, haisemi lakini si wa Kristo. Si ndio hivyo? Wao wanajiita wa Kristo. Ndio. Haisemi kwamba lakini ni wa Kristo. Mimi hiyo lakini nimeiongeza. Umeiongeza. Nimeongeza lakini si wa Kristo, ila wanajiita wa Kristo. Ni kama unavyosemaga hivi, ni kondoo aliyevaa, ni mbwa mwitu aliyevaa vazi la kondoo. Ndio hicho kinachomaanisha kwamba yeye anabaki mbwa mwitu, lakini ukimwona vile ni kama kondoo kwa kuwa amevaa lile vazi la kikondoo. Ndio hapo sasa yeye si Mkristo, lakini amevaa vazi la Ukristo, kwa hiyo anaonekana Mkristo. Sasa hakuna katika mafundisho ya Yesu, katika mafundisho ya wanafunzi waliosema kwamba kikundi cha Yesu kinaitwa Wakristo. Kwa sababu neno Wakristo iko namna mbili. Ukiandika Wakristo kuna wa inayoachana na Kristo. Na kuna neno wa Kristo wa inakamatana na Kristo. Ili la wa inayokamatana na Kristo, wa Kristo ndo kundi lenyewe hilo. Linalolengwa kuwa nilipotevu, limejinasibisha. Lakini neno wa inayoachana na Kristo sio kundi. Unaona bana? Sio kundi hilo. Kwa hiyo hiyo iliyounganika ni wale walioachana. Waliounganika ndio hawa sasa tuliokuwa nao wanajinasibisha na wanafunzi wa Yesu. Kwa sababu nafikiria hivyo, ukisoma Qur'ani anasema utawakuta wale walio karibu zaidi na Waislamu ni Manaswara, alafu ameweka Wakristo ili iliyounganika. Hiyo inamaanishaga nini? Ameweka Wakristo wa kuunganika wakati ni Wakristo ile yenye nafasi ndio inayomaanisha wanafunzi. Ukisoma hiyo aya ya Qur'ani anasema wale wanaojiita, sio Mungu anawaita, walijiita wenyewe. Soma hiyo aya. Ndio wapo karibu na Waislamu. Wako karibu na Waislamu. Bi maana ni wepesi wanapofundishwa wanaingia katika Uislamu wanacho Ukristo. Ni hao wapinga Kristo maana yake. Ndio hao. Ndio wanakuaga tayari kuingia kwa Waislamu. Ndio hao. Wanafunzi wa Yesu hawaingii kwenye Uislamu kwa sababu wao wenyewe ni Waislamu. Qur'ani 5:111. 5:111 Qur'ani. Wale wanafunzi wa Yesu ambao wao walisema wakamwambia Isa bin Maryam, sisi tumeamini na ushuhudie kwamba sisi kwa kuwa tunakufuata sisi ni Waislamu. Unaona bana? Sasa hiyo 2:18 inaonesha kuna watu wenye watajinasibisha na wanafunzi wa Yesu. Lakini tunaposema Wakristo kwa lugha kama Kiingereza inasema Christians, ambao kwenye Qur'ani tunakutaga anaandika wanafunzi wa Yesu anaandika kwa kufungia anaandika Christians. Anaandikeje Christians wakati Christians kwa Kiswahili ndo Wakristo, ndo hao ambao wamepotea. Anasema wanafunzi wa Yesu Christians. Kuna maneno ndani ya Qur'ani, mfasiri kutaka awafanye watu wajue hawa wanaweza kuitwa jina, lakini wengine wanaweza kuwa hawafahamu kama wanalengwa wanani. Ndio moja kwa moja anatia
wa Kristo. Sasa akitia wa Kristo wale ambao wameunganika moja kwa moja na akiwa anamaanisha wale wanafunzi wa Yesu, anakuwa huyu mfasiri anapotosha Qur'ani au anakuwa yupo sahihi? Acha tumuulize ule mfasiri. Sawa. Subiri kidogo. Sawa. Mimi ninakwendaga na vitabu. Mimi nakuaga naenda kwa vitabu. Ndio. Ngoja usikie hapa. Ndio. Usikie wa Kristo wanaowalenga. Ndio. Ni wenye kusoma kitabu gani? Sikiliza hapa. Okay. Kwa sababu subiri kidogo katika 57 Qur'ani, katika kitabu cha Barwan. Sawa. Sikiliza wenye kitabu hicho. 57 mstari wangapi? Wanakuwa na kitabu chao. Okay. Soma 56:22 utupe ufafanuzi. Huu hapa. Sikiliza. Yamkini pia kuwa Injili ya Nabii Isa si kitabu kilichoandikwa, bali ni yale mafunzo yake ambayo ni sehemu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kama ilivyo Qur'ani, ambayo imehifadhiwa katika Lauruni Mahfuzi. Qur'ani iliitwa ni kitabu kabla ya kuandikwa 27 na watu. Injili aliyofunuliwa Nabii Isa na Mwenyezi Mungu sio hizi zinazoitwa Injili za Mathayo, Marko, Luka na Yohana zilizomo katika Biblia. Injili hizo zinaambiwa kuwa zimeandikwa na hao waliotajwa kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, nafsi tatu ya Mungu kama walivyoamini wa Kristo. Okay. Unasikia sasa? Unaposikia wa Kristo wanatajwa pale wanapofunga kutia vifungo, wanataja wa Kristo, ni hao wa Kristo wanaongozwa na kitabu cha Mathayo, yani wanaongozwa na Biblia. Okay. Lakini hapa mfasiri anakuambia hao tunao walenga wanafunzi wa Yesu hawaongozwi na hivi vitabu vya Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Okay. Hao ni wa Kristo ndio wanaongozwa na hilo. Anawalenga kabisa wale wafuasi wa kweli. Kisikia anakuambia wafuasi wa Yesu, anaowalenga ni wale wenyewe wafuasi wa Yesu ambao hawaongozwi na Mathayo. Sasa mimi shida yangu sio huko sana. Shida yangu ni ile ambapo anasema wafuasi wa Yesu alafu anaandika wa Kristo, ile ya kutokuacha nafasi. Hakuna nafasi hivyo. Okay. Unayo andiko? Sina andiko, lakini najua kwa sababu sijasoma sana, lakini najua nikisoma Qur'ani nikute sehemu imeandikwa wanafunzi wa Yesu au wanafunzi wa Isa, najua itakuwa imeandikwa imefungia kabisa pale kwenye ni moja ya Kiislamu ya Kiingereza nimeshawahi kusoma, nikaona imeandikwa kabisa Christians. Zipo, ndio nimekwambia, ndio ile nimekujibu. Kama ni hiyo ndio hii nimekujibu mimi. Kuna sehemu ambayo nilikuwa nimekwambia anaweza kusema wanafunzi wa Yesu ili watu waelewe, anatia wa Kristo. Anatia sasa wa Kristo hiyo ambayo haina nafasi. Ina maana anakuwa anapotosha. Wakati anajua wa Kristo isiyo na nafasi ni wapinga Kristo. Si kwamba anapotosha, anakuwa anatenganisha. Ndio hapo nimekwambia ametenganisha kuonesha ni watu gani nao walenga. Si hawa wa Kristo, si hawa wanaoitwa wa Kristo ambao wanaongozwa na Mathayo, Marko, Luka, Yohana, sio hawa. Okay. Ikiwa na maana kwamba wale wafuasi wa Yesu hawaongozwi na Mathayo, Marko, Luka, Yohana, unaona anatenganisha. Kuna wanafunzi wa Yesu ambao hawaongozwi na Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Okay. Hawaongozwi. Lakini wanaongozwa na kitabu Injili ambayo haiko Luka, Mathayo, Yohana. Okay. Anatenganisha. Hivi kwa mfano neno Waislamu si wafuasi wa dini ya Kiislamu kwamba imefupishwa tu kuweka Waislamu, lakini inamaanisha wafuasi wa dini ya Kiislamu. Ukisikia wanakuambia Waislamu maana imeandikwa ndani ya Qur'ani. Okay. Waislamu imeandikwa ndani ya Qur'ani. Ukisikia Uislamu maana ukisoma kwenye Kiarabu asilia inaandikwa Islam. Okay. Waislamu maana itakuwa imeandikwa. Okay. Tatizo ni nini kaka? Kinachotusaidia, kinachotufanya mpaka si tukuwe na kukosa ile kukuwa na msimamo, ni kwa sababu kuna vitu viwili. Kuna wanafunzi wa Yesu, na kuna wanafunzi wa Yesu waliojinasibisha. Okay. Unifuate hii Kiswahili ambacho kinatusababishia tunatofautiana. Kuna wanafunzi wa Yesu na kuna wanafunzi wa Yesu waliojinasibisha na Yesu. Ingali hawafuati matendo yake. Sasa hawa hawafuati. Hawa waliojinasibisha na wanafunzi wa Yesu ndio leo wanasimama kidete kama ndio wale wanafunzi wa Yesu. Lakini kwa mujibu wa vitabu inawatenganisha wanafunzi wa Yesu na wanafunzi wa Yesu waliojinasibisha. Okay. Ndio maana hiyo aya uliotoa ya 5:82 nasema hivi, utawakuta walio karibu na Uislamu ni wale wanaosema sisi ni wa Kristo. Maana ni jina wamejipa wenyewe kwa kujinasibisha kama ni watu wa Yesu. Ni jina wamejipa wao. Lakini nikisoma hilo andiko hapo unaposema wanaojiita wa Kristo, kwa pale wameandikwa, ukiwaangalia kwa tabia ambayo ilikuwa imeandikwa pale, ukiwatofautisha Wayahudi na washirikina, wameandikwa kama ni watu wema. Naam.
wameandikwa kwamba, yani kwa ile zile sentensi zilivyoandikwa pale ni kama wao ni watu wema kwa Waislamu kuliko wengine. Inawezekanaje hao wapinga Kristo tena wakawa wana wema? Uwema wao ni nini? Sio uwema wa dini yao. Ni uwema wa uwepesi wa kufuata. Kufuata nini? Kila alichokiongea mtume. Somo hiyo ayo usikii. Kila alichokiongea mtume ndio inawapa ule uwema. Labda uisome vizuri katika Saleh Farsi. Uisome vizuri. Hata hapo nafikiri. Ndio. Si uwema wa dini. Ni uwema wa kule kuwa tayari. 5:82. 5:82. Njoo hapa. 82. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu, na utawaona walio karibu na urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hapo sasa ni wale wanaosema sisi, maana wao wanajipa jina wenyewe. Ndiyo. Sisi ni Wakristo. Sasa sikiliza uwema wao. Twende hapo. Na utawaona hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni na wachao Mungu, na kwa sababu wao Wakristo hawatakabali wakijua haki huifuata. Simamia hapo. Miongoni mwao kuna watu wema. Wema gani? Kuna maulama. Unaona bana? Ndiyo. Ni watu wazuri. Uzuri wao sasa ambao ulikuwa unazungumza ni uzuri gani? Ndiyo. Wanaposikia neno la ukweli wanafanya nini? Wanaufuata. Ndio uzuri wao. Sasa huyu mfafanuzi anaendelea. Kwenye ufafanuzi wake wa 82 anasema, hapa inaonyesha kuwa walio haijambo kidogo katika kuwachukia Waislamu ni manasara. Naam. Kwa hiyo sasa hapa anamaanisha kwamba Wakristo ni manasara. Si ndio Wakristo? Kwa hiyo hata manasara wanaotajwa huko kwenye Qur'ani ni wale wapinga Kristo. Ndio. Hapo tunakuta wale wapinga Kristo akina Waraka ndio hao wanaokuja kumthibitishia mtume kwamba tulishasoma huko, tulishaona wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio ile nilikwambia hivi, wako kategori mbili. Lakini hapa imetajwa manasara, tuajiweka kama kategori mbili. Hao ni manasara gani? Hao ni manasara unyoko katika upotevu. Lakini wanaposikia kweli wanaachaga upotevu, wanafuata. Ndio kategoria ya kwanza hiyo. Hao ni manasara waliojinasibisha kwa Yesu, lakini ni wazuri. Uzuri wao wakisikia kweli wanaacha, wanafuata. Lakini wapo katika upotevu. Je, kwani kuna manasara ambao wapo katika njia ya haki? Ndio. Sasa kama ni hivyo, mbona hii haijatofautisha, imeandikwa tu manasara? Hapa imeandika tu manasara, haijatofautisha. Sasa sikiliza, wale sasa wanaitwa aje? Hawaitwi manasara. Au unaowasema unaosema tuoneshe, hawaitwi manasara. Malizia hapo kisha niwakupe sasa hao wanaitwa wanani. Na zimetajwa kidogo hapa sifa zao, na katika baadhi ya aya zifuatazo hapa wanasifiwa Wakristo kama walivyotukanwa Mayahudi nyuma katika aya 82 na nyinginezo. Manasara wengi wamesilimu. Unaona bana? Wamesilimu. Tuendelee. Soma 83. Twende kazi. Na mpaka sasa wanaendelea kusilimu katika pande zote za ulimwengu, lakini Mayahudi wachache kabisa waliosilimu. 83. Ndio hiyo 83 nasoma. Labda nisome 83 umemaliza? Na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume. Kwenye ufafanuzi nimemaliza. Haya. Na wanasikia? Wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume na yakawatulilikia kuwa ni kweli, utaona macho yao yanamiminika machozi. Kwa sababu ya haki walioitambua, wanasema Mola wetu tumeamini, basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia ukweli huu. Unaona sasa ndugu yangu? Haiwezekani hawa wasilimu waingie katika Uislamu na wako katika haki. Nataka nikupe mfano. Soma katika kitabu cha Qur'ani 28:52. 28:52. Anasema wale tuliowapa kitabu kabla ya hii Qur'ani, baadhi yao wanaiamini hii Qur'ani. Unaona sasa? Wale tuliowapa kitabu kabla ya hii Qur'an, maana wanaweza kuwa ni manaswara na Wayahudi. Wanaweza kuwa ni Mayahudi na manaswara. Wanaiamini, baadhi yao wanaiamini hii Qur'an. Watu wa kabla ya Qur'an. Ndio. Twende kazi. Qur'an ilipokuja wakaiamini. Sasa wale wanaposomewa husema tunaiamini, bila shaka hii ni haki itokayo kwa Mola wetu. Kwa yakini kabla ya haya tulikuwa wenye kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Unaona sasa hapo? Kabla ya hii Qur'ani, sisi wafuasi wa Nabii Musa, sisi wafuasi wa Bwana Yesu, tulikuwa tayari tumejisalimisha. Maana tulikuwa Waislamu. Hao ndio wale wanafunzi wa Yesu. Jamani kuna watu wenye watajinasibisha na sisi.
watajifanya wao ni wafuasi wa Yesu, wanakuja na jina Wakristo, 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 kwa sababu Kristo kweli ni sifa ya Yesu. Malizia na hiyo aya kufuata mpaka 54. Na wanaposomewa husema, tunaiamini bila shaka hii ni haki itokayo kwa Mola wetu. Kwa yakini kabla ya haya tulikuwa wenye kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Basi hao watapewa ujira wao mara mbili, kwa kumfuata Nabii Musa au Nabii Isa zamani, na sasa kumfuata Nabii Muhammad. Na kwa kuwa walistahimili na huondoa ubaya kwa wema, na utoa sadaka na zaka katika yale tuliyowapa. Unasikia sasa? Kabla ya hapo walikuwa ni Waislamu, na mtume alipokuja wakamfuata wakiwa wao ni Waislamu. Okay. Unaona sasa? Lakini kinyume nao ndo wanafunzi, ule Yohana anasema katika 2:18-20, kuna watu wanaojinasibisha na sisi, wanajifanya wametoka kwetu hali ya kuwa hawatoki kwetu. Ingelikuwa ni kweli ikaa na sisi. Ndio kitabu kinasema ni wale ambao wanajiita Wakristo. Sawa. Suko naona bana. Tukirudi kwa upande wa shetani. Ndiyo. Tukirudi sasa kwa upande wa shetani. Tumalizie. Tukirudi sasa kwa upande wa shetani katika kumalizia. Ndiyo. Ni kusema hivi, shetani haikuwavaa wanafunzi wa Yesu. Okay. Walikuwa wanakuja kwa wanafunzi wa Yesu, lakini anatimka. Ukisoma Luka 10:17. Ilimvaa Yuda lakini. Shetani alimvaa Yuda. Unajua kwa nini alimvaa Yuda? 6:70. Okay. 6:70 nini? Sikiliza 6:70 Yohana. Yohana 6:70. Sawa. Kabla ya hiyo 22:3. Nani? Luka 22:3. Naam. Mstari wa 3 anasema, Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale 12. Inatosha. Okay. Shetani alimuingia Yuda, hakumuingia Mathayo, hakumuingia Petro, hakumuingia wengine, amemuingia Yuda. Okay. Sawa, kama alimuingia Yuda 6:70 Yohana, Yesu akasemaje? Okay. 6 mstari wa 70. 70 anasema, Yesu akawajibu, je, mimi sikuwachagua ninyi 12 na mmoja wenu ni Shetani? Katika wanafunzi 12, mmoja wao ni Shetani. Ndio huyo Yuda ambaye kaingiliwa na Shetani. Yesu anamuita jina Shetani, ikiwa na maana kwamba Shetani ni mwanafunzi wa Yesu. Kabla sijaendelea, hilo tunalikubali mimi na wewe au kuna mushkil? Yuda ndio alikuwa mwanafunzi wa Yesu ambaye ndio Shetani. Inamaanisha Shetani ni mwanafunzi wa Yesu. Sawa. Usisemi sawa. Ni kweli ndivyo ilivyoandikwa. Tuseme sawa kwa andiko kama inavyoandikwa. Nilikwambia, je, mimi sikuwachagua ninyi 12 na mmoja wenu ni Shetani? Ikiwa na maana kwamba katika wanafunzi wa Yesu, Shetani naye ni mwanafunzi wake. Sawa. Hiyo tunakubaliana? Hii tunakubali kwa sababu imeandikwa. Sasa 3:22 inasemaje? 3:22. Yohana 3:22. 22 anasema, baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka katika nchi ya Yudea, akashinda huko pamoja nao akabatiza. Sawa, kama Yesu alibatiza wanafunzi wake 12, Shetani hakuwepo? Alikuwepo. Inamaanisha Shetani kabatizwa na Yesu. Okay. Na mimi nakuuliza swali. Ndiyo. Ikiwa kama mtu atabatizwa, Ndiyo, anabatizwa ili mtu awe nani? awe Mkristo. Awe Mkristo. Ndiyo. Sasa kama Shetani atakuwa amebatizwa, Ndiyo, ataitwa nani? anaitwa Shetani. Bado hujanijibu. Shetani kabatizwa. Ndiyo. Na we nimekuuliza, mtu akibatizwa Anakuwa Mkristo. anakuwa ni Mkristo. Ndiyo. Kama Kama Shetani atakuwa amebatizwa, tutamuita Muislamu? Hapana. Anabaki kuwa Mkristo vile vile. Lakini sasa hata kuwa Shetani tena. Hata kuwa Shetani. Hata kuwa Shetani. Kwa nini hata kuwa Shetani? Yaani anaingia akitoka mebhama. Kwa sababu atakuwa Yaani yule shetani wake atatoka, yeye ataendelea huko, yani atamtoka yule mtu atabaki salama, yule shetani ndiye atakuwa ametoka. Yule shetani hatabadilika wala hatabatizika, yeye shetani kama shetani, ila yule mtu ndiye atakuwa amebatizwa, yule shetani anakuwa ametoka. Yani shetani ni kitu ambacho kinakuja kinakuvaa na kinatoka na kinabaki hivyo shetani kwa imani ya Kikristo. ikiwa kama hata kuwa Mkristo. Ndio. Kwa sababu ukiwa Mkristo, kitabu kinatuambia Ukristo ni anasa ya dunia. Okay. Maanake Shetani akibatizwa anakuwa Mkristo, bimaana anatoka katika sehemu hii anaingia katika sehemu hii ya uovu tu. Habaki kuwa yani shetani habatizwi awe Mkristo. Tuseme sawa na ukisema anakuwa si shetani, anakuwa Mkristo. Yani habaki kuwa shetani, yeye anabaki kuwa shetani. Shetani huwa anaenda kunasa kwa mtu. Yani niseme hivi, uwezo ukasema utaosha uchafu ili utakate uitwe usafi. Uchafu utatoka, utabaki kuwa uchafu, utaumwaga sehemu nyingine. Kile kitu kilichokuwa kimeshika uchafu kitabaki kuwa safi
Kwa hiyo sio shetani atakuwa ni Mkristo, ila shetani atakuwa amemtoka yule mtu aliyebatizwa. Lakini sasa wewe ndio kwenye unasemea ni hapa kwenye nilikwambia ikiwa shetani anasilimu maana yake anakuwa anatoka ushetani wake. Sasa sisi hatusemi shetani, yani shetani anabatizwa. Tunasema mtu mwenye shetani anabatizwa, kwamba yule shetani anatoka. Ila sasa tunaposema shetani anasilimu, maana yake shetani mwenyewe, tunamaanisha shetani kama shetani mwenyewe bila kuwa ameungana kwenye kitu chochote ndo anayebatizwa. Sasa mbona hakutoka kwa Yuda? Alikuja kumvaa tena. Si huko mbele anasema shetani akamwingia Yuda. Huko mbele kule tumesema hapa shetani akamwingia Yuda. Yesu anasema hivi, wakati kipindi kile anawachagua. Kipindi kile anawachagua. Tayari alikuwa tayari na shetani. Yesu anasema mmoja wenu ni shetani, alikuwa amemnena Yuda kuwa Yuda ni shetani. Manake Yuda kuendelea kushikilia ile imani yake, ndio maana shetani alikuja tena kumshinda, akamwingia. Na ndio maana kitabu kinaandika shetani akamwingia Yuda. Kama Yuda tangu anachaguliwa alikuwa shetani, anaingiweje tena na shetani mpya? Manake pale ilikuwa inaendesha muendelezo. Ule ilikuwa ni muendelezo kuonesha kama shetani anakuja kumvamia, kwa sababu alikuwa ishavamiwa tangu zamani. Kipindi kile anachaguliwa. Alivamiwa, alibatizwa, manake shetani alitoka. Shetani alikuja kurudi tena, na ndio maana tunaandikiwa kwamba shetani akamwingia Yuda. Hakuna sasa sehemu yoyote kwamba shetani alitoka. Hakuna. Na tumeambiwa kwa sababu Yesu alipokuwa anazungumza hapo kusita 70 alikuwa bado hajafa kama imani ya Kristo. Bado anasema tu kama mmoja wenu mpaka sasa ngali shetani. Hapo ameshawachagua tangu zamani. Ndio. Kisha anawaambia mmoja wenu tangu siku ile niliwachagua mpaka leo mmoja wenu bado yuko shetani. Mpaka ilifika wakati anaanza sasa kumuuza Yesu. Shetani iko tu kwa Yuda. Lakini pamoja na hivyo Yesu alikula na shetani, bimaana alikula na Yuda. Yesu alitembea na shetani, bimaana alitembea na Yuda. Yesu aliikaa na shetani, bimaana aliikaa na Yuda. Maana kitu chote walichokuwa wanakifanya yeye na wanafunzi wake, Yuda akiwemo. Kwa hiyo Yesu alishirikiana na shetani. Lakini sisi kama Waislamu hatuvamie kama hoja kusema kwamba unaona maki Yesu hafai kuwa mtume kwa sababu amekula na shetani, ametembea na shetani. Tena kwenye Luka 4:5 shetani anamuongoza Yesu. 5:9 Luka shetani anamuongoza Yesu. Yote haya hatuyakamatii kama hoja. Kwa sababu gani? Tunajua asili ya mwanabii shetani alikuwa anawakurubia, lakini hakukuwa na nguvu. Tena sisi tunajua kama tulivyosoma vitabu kwamba kuna pepo mchafu na kuna pepo mzuri. Huyo pepo mzuri anapokuwa anaingia hafanyi tena maovu wala hamdhuru mtu. Ni kitu cha kawaida, haiondoi utume wala haileti sifa mbaya katika dini takatifu ya Uislamu. Kama vile shetani aliamini akaingia katika imani ya Yesu, haikuondoa sifa mbaya ya dini ya Yesu. Ni watu tu wanakosa hoja, ndugu yangu. Sawa. Haya mwalimu, labda kama una ya kumalizia kubwa tuliokuwa nataka ndio hilo hapo la kwamba habari ya kwamba mtume alimsilimisha shetani ni baya au zuri, ni kweli, ni uongo, na tukaje tukaangalia kama kuna shetani ambaye anashirikiana na Wakristo. Kabla sijaweza kutoa neno la mwisho, kwanza mimi nakupa pongezi. Asante. Nakupa pongezi kwa sababu ya majadiliano baina yangu na wewe. Sawa. Hauniulizi kwa namna ya kunibembeleza. Sawa. Na mimi hilo nishalikukataza, silitaki. Sawa. Mimi najiamini mimi ni mwalimu, nitatetea ukweli kama ulivyo. Sawa. Lakini nashukuru sana kwa majibu yako. Lakini na mimi ninakuruhusu, wala usiwi na hofu ya kusema utaniuliza, mimi nitakasirika. Sasa huyu anataka kuniingilia, uliza. Yaani tufanye munakasha na wewe ili tujifunze pamoja kwa faida ya watu. Hii mimi naipenda. Lakini nakulaumu kwa kule kuojiana na wengine kama vile Medadi. Watu wote wako wanasema, wote kabisa wanasema, mbona simulizi katika kumuoji Medadi huwa anambembeleza? Simbembeleza. Unambembeleza. Medadi akitaka kukasirika kidogo unashuka. Simbembeleza, lakini mimi namuoji kile ambacho nakuwa najua. Sana tunakufuata sana. Na ngoja nikwambie tena hapo mwalimu. Mimi ukiona namhoji mwalimu wa Kikristo, manake maswali yanakuwa nimetoa kwa walimu wa Kiislamu. Nikienda kumhoji mwalimu wa Kiislamu, maswali nimetoa kwa walimu wa Kikristo. Ukiona mwalimu fulani namhoji, simuulizi maswali fulani. Ni kwa kuwa nyinyi Waislamu, kama ni mwalimu wa Kikristo nyinyi Waislamu hamjanipa, au kama ni mwalimu wa Kiislamu namhoji, basi Wakristo hawajauliza hayo maswali. Ndio maana mimi nakosa yale maswali. Lakini nikiyapata haya maswali kwamba haya ndio Wakristo wanauliza, nitamuuliza Muislamu. Kama ni maswali haya Waislamu wanauliza, nitauliza Mkristo. Sawa, lakini hiyo
ni muono wangu na muono wa watu. Sawa. Kwa hiyo watu wote wanapendekeza na watu wote wanakufelicite. Yaani watu wote wanakupa pongezi kwa hii kazi kwa sababu unakuwa unalinganisha huku na kule, watu wanapata faida. Watu wanapata faida. Ambacho sasa wewe unatakiwa kufanya, usiwe na kumbembeleza mtu. Iwe ni mimi, uliza kwa msisitizo kabisa. Kama ni mwalimu lazima ajitetee. Sawa. Mwalimu utamjulia hapa. Sawa. Yaani acha kubembeleza kuuliza mtu. Muulize kama mtu ambaye unataka kuleta faida. Maana hiyo swali lako kama wewe haulizi, labda mwingine angeuliza. Sasa muulizie mahala pake. Sawa. Uko unaona bana. Kama yeye ni mwanaume ajitetee ili ionekane anachokiongea ni kweli au sio kweli. Maana wewe ujifanye kama mwalimu. Sawa. Unaona bana. Ujifanye kama mwalimu ili kuuliza mtu kuweza kuona kweli atatetea hapa. Uliza kama mtu yuko katika ukweli. Kwa sababu mtu anaweza kujitetea kwa kulinda imani. Lakini hicho anachokiongea hakina ukweli wowote na hakina umaana kabisa wa andiko. Amekiongea tu ili tu kulinda imani au kuvutia kwenye dini yake. Sasa hiyo inakuwa haifai. Sawa. Nasikia ndugu yangu. Kwa sababu vitu vingi tuko tunavifuata unaifuatilia. Kama hapa ulikuwa unazungumza na Medad, nilifuata ile unamuonesha kabisa kwamba 12 aya ya kwanza, atakembariki Ibrahim atabarikiwa, atakemlaani Ibrahim atalaaniwa. Akasema utambariki Ibrahim na Aisha kufa. Wewe sijui kama labda ulikosa la kuuliza au najua kwamba sisi wa Kristo, kwa mfano mimi kwenye imani yangu ya Ukristo, sisi huwa tunawabariki waliokufa. Yaani kwamba mimi nina ndugu zangu, nina baba zangu, nina mama zangu ambao wamekufa, tunaenda kabisa tunaombea Mungu ili awaondolee, tunasemaga awaondolee adhabu ya kaburi, awapunguzie dhambi zao. Medad kwenye imani yao wao wanasema mtu akishakufa habari yake imefungwa. Kwa hiyo ndio maana pale tulikuwa tunapishana. Kwa nini Ibrahim tusimbariki? Akasema kama kuna Wakristo wanawabariki watu waliokufa wanakosea. Kwa hiyo wapo Wakristo waliogawanyika. Ni kweli wao wanabariki waliokufa, lakini kwenye swala la kumbariki Ibrahim ndani ya Ukristo wangu bado nilikuwa sina, ndio maana nilimuuliza mwalimu. Ndio sababu hiyo mada hiyo nitaijibu. Yeye ndio kadanganyika. Wakristo wanaodai kubariki waliotangulia. Ndio. Kimaandiko hawajakosea. Okay. Hawajakosea. Unaona bana? Hawajakosea hiyo kimaandiko. Okay. Watakosea vinginevyo. Lakini kwa hili hawajakosea. Maandiko yako kibao, manabii walikuwa wanabarikiwa, manabii walikuwa wanaombewa rehema na wameisha tangulia. Okay. Sasa mimi nitatoa andiko kumfundisha Medad. Sawa. Ibrahim aliombewa rehema na ishaga tangulia. Sawa. Manabii waliombewa rehema ya baraka na wamekwisha tangulia. Haikukuwa na maana ile aliyosema. Ile aliyosema ni kwa sababu hajui anachokiongea. Alafu jambo la pili, kuzungumzia kuhusu baraka ya Nabii Ibrahim. Ndiyo. Mungu hawezi kuwa mongo. Atakayekubariki we Ibrahim anabarikiwa na atakayekulaani atalaaniwa. Neno hili halikuishia hapo, ni mpaka kiyama. Okay. Kila mwenye atambariki Ibrahim inatakiwa kukamata kitu ambacho hiki kitu ni cha kumbariki Ibrahim. Kwa kila umma utakaokuwa mpaka mwisho wa dunia. Ni kitu gani ambacho ni cha msingi ambacho hicho unapokuwa unakifanya au unakisema na ndio kumbariki Ibrahim? Hicho kitu kilitakiwa akiongelee yeye, isipokuwa alisema tu kama haiwezekani kwa kuwa Ibrahimu ameshakufa. Maana Mungu atakuwa ni mongo. Mungu akusema atakayekubariki ni wakati ungali hai. Ukishakufa hakuna mwenye atakubariki. Hakuna andiko hilo. Sawa. Unaona bana? Sasa hilo mimi nitalifundisha. Ile baraka ya Ibrahimu ni nini? Itaanguka tu kwa Ismaili. Sawa. Kwa sababu Mungu aliposema atakayekubariki wewe Ibrahim, mimi nitambariki. Nikatoa andiko. Ile baraka ya Mungu ya Ibrahimu kusema uipate ni mpaka kwanza Mungu akusikie. Huwezi ukabahatika we kupata cha Mungu, ni mpaka kwanza Mungu akuelewe, akusikie. Kama Mungu hakusikie, utapata kile unachokitaka? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hilo inshallah nitalijibu katika kipindi cha baadaye. Nitajibu hiyo. Mimi nimfundishe Medad, nimeisha mnukuu yote aliyoyazungumza, nimeisha yanukuu, lakini mimi nitamfundisha. Sisemi nitamfundisha kwa ubabe. Nitamfundisha kwa kumuelimisha, kwa uzuri tu. Kwa sababu najua Medad ndugu yangu, rafiki yangu, mimi na yeye tunakuwa na kamvutano kidogo, lakini baina yangu na yeye kuna ambaye kazungumzia elimu bila kuegemea dini. Sawa. Na kuna ambaye anazungumzia kwa ajili ya kujivutia imani. Sawa. Sasa hicho kitu ndio kinatutenganisha, lakini mimi nitamuonesha ualimu. Sawa. Na kumalizia anasema kwamba ndugu zangu watazamaji, hasa ndugu zangu Waislamu, nafikiri kama mnavyoona tunavyokuwa tukifanya kipindi, siku tunavyoweza tunafanya, siku tunakosa muda tunashindwa kufanya, lakini tunawaomba ndugu zangu Waislamu wote ambao
wako tayari kutusikiliza na kututazama katika kipindi chetu hiki. Jitahidini Waislamu wote kwa jumla kutupa nguvu, kutushika mikono, kwa sababu hiki tunachokuwa tunakifanya, ndugu zangu watukufu Islam, ni kitu muhimu sana sana sana, kwa sababu katika upande wa pili wanaendelea mitandaoni kumkashifu bwana Mtume Muhammad, wanaukataa na kupiga vita Uislamu. Hawaupigi kwa maana kwamba ya kutukana, kukashifu. Wao wanakwenda kihoja, wakimaanisha kwamba wanachokiongelea ni vitabu. Tukiikaa kimya bila sisi kuweza kujibu na kutia neno kwa usawa wake, watatudhoofishia imani wasiokuwa na uwezo wa kutambua dini yao. Kuna Waislamu ambao dini yao hawakuisomea, hawajui. Hawa watu watadhoofishwa imani yao, na hawa ndugu zetu wanaokuwa wanadhoofishia watu imani kwa madai ya uongo ambazo wanapindua kinyume na gisi inavyoandikiwa. Tukibaki hivi, ndugu zangu watukufu Islam, Waislamu wengi watadhoofika imani ambao dini hawajui. Kwa hiyo tunasimama kidete ili tuweze kujibu. Sasa isiwe sisi wenyewe, iwe uungwaji mkono na nyinyi utoke kwenu. Tuungeni mkono Waislamu, tuungeni mkono kwa namna moja ima nyingine. Inaweza kuwa utatunga mkono labda kwa mawazo, tunahitaji, kwa sababu unapoleta mawazo nayo ni msaada kwetu. Kuna kile ambacho unaweza ukataka acha uchangie. Unaweza kuwa hauna hela ya kutupa, lakini ukawa na mawazo. Kwetu hii tunaikamata kabisa ni swadaka, katika swadaka kubwa. Tupe mawazo yako, nipigie mimi, unaambia KSD naongezea fikra hii, niko tayari kupokea. Na kama unaweza kuwa huna mawazo lakini ukawa na uchumi, swadaka yako yoyote uliokuwa nayo, kama vile unaweza kuwa na kamera, niletee kamera, inaweza kunisaidia maalumati hapa na pale. Unaweza kuwa na kompyuta, nipe kompyuta, inaweza kutusaidia baadhi ya mambo ya hapa na pale. Unaweza kuwa na pesa, tupe pesa, inaweza kusaidia katika mambo ya hapa na pale. Vyote hivyo ni misaada tunayohitaji kwenu nyinyi wasikilizaji wetu, hasa Waislamu. Msikaikai kusikiliza mnasikia raha, KSD anaongea vizuri, lakini inahitajika misaada yenu. Tusaidieni, toweni misaada yenu ili tupate nguvu ya kuweza kupambana na kuweza kuvunja hoja ambazo ndugu zetu wanakuwa wanasema kinyume na uhakika wa dini yetu. Dini yetu iko safi kabisa, dini yetu haina wasiwasi, dini yetu ni nyeupe. Kinyume na Uislamu hakuna uokovu duniani, na hivyo vitu bado vinapangiwa kuzungumziwa. Tunahitaji misaada yenu insha Allah. Ukiwa na fikra, ukiwa na mawazo tunahitaji, ukiwa na vyombo kama vile kamera, kama vile vyombo vya mihadhara, kama vile speaker, kama vile kamera, tunavihitaji Waislamu. Nipigie kwenye namba yangu ukiwa navyo, niambie kama uko wapi, nije nivichukue au vilete nilipo, au tafuta namna iwezekanavyo niweze kuvipata. La sivyo, fikra yako tunahitaji. Tunaweza kuhitaji hata mawazo yako. Ongezea mawazo, ongezea fikra katika hiki tunachokuwa tunakifanya, itusaidie sisi kuendelea na kuweza kunusuru Uislamu. Tunamalizia, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu. Mungu anasema enyi watu mlioamini. Anawaita waaminifu kwa sababu gani? Kuna watu ambao wanahusika tu na kumwamini Mungu na kusimama kidete katika mambo yake. Ikiwa kama wewe utakuwa mwaminifu, basi jitie mwaminifu kwa kutekeleza na kuungia jambo la uzagazaji wa dini. In tansurullaha yansurukum. Ikiwa mtamnusuru Allah, Mungu naye atawanusuruni. Nani katika sisi Waislamu ambaye hahitaji nusura ya Mungu? Nani? Muislamu kawaida yake anapokuwa anaingia msikitini usiku na mchana kwenda kufanya ibada, hana malengo mawili. Lengo lake ni moja, anatafuta nusura kutoka kwa Allah. Kama wewe Muislamu nusura ya Mungu unaitafuta, mojawapo katika kuipata, Mungu anasema in tansurullah yansurukum. Basi mnusuru Allah ili Mungu akupe hiyo nusura unayoitaka usiku na mchana. Wa yuthabbitu aqdamakum. Mwenyezi Mungu ataithibitisha miguu yako. Atakuongozea miguu yako kwenda mahala panapofaa. Atakuwekea uwepesi kukuvuta katika jambo la kheri kwako unalolihitaji. Sababu yake ni kwa sababu wewe unajitolea kinagaubaga kuweza kumnusuru Allah. Ndio muda wenyewe wa Uislamu. Tujitoe mahala popote. Kila Muislamu popote ambako yupo ajitoe kinagaubaga katika kuungia mkono kuweza kunusuru dini ya Allah. Na wallahi nawaambia ndugu zangu, kama mtajitoa katika hali kama hiyo, mkajiunga nyinyi Waislamu, tukaungana pamoja ili kuweza kumtetea bwana Mtume Muhammad, wallahi vitu ambavyo tutakavyovizungumza ni vingi ambavyo hamjawahi kuvisikia. Mada iko nyingi ambazo hatujatoa.
lakini tunawaahidi inshallah uungwaji wenu mkono utatupa nguvu sisi ya kuweza kuzungumza. Tu ni Mkristo lakini anajitolea kwa malengo mazuri, hana malengo mabaya. Simulizi amejitolea kuja hapa kwa malengo kwamba anataka asimamishe jamii waweze kutambua ukweli, kwa sababu watu wengi wanapotea. Hawa wanadai hawa wanapotea, hawa wanadai hawa wanapotea, haijulikani wanani wako katika hali sahihi. Mfumo huu anaotuletea ni mfumo unaotakiwa tumuunge mkono, naye vile vile naye apate nguvu kabisa ya kuweza kufanya minakasha kama hizi. Ni Mkristo lakini anachokifanya ni kitu kizuri, kinasaidia upande wote. Wakristo wanaposema tutajuaje kama walichokisema ni kweli? Anakuja kwetu anatuuliza, sisi tunajibu, mtu anapata kuzinduka. Na sisi tunaposema kule watasema tutajuaje hiki anachokisema ni kweli? Anawaenda kuwauliza, wanaweza kuzungumza, kunakuwa minakasha kama hii, inasaidia watu wengi waliokuwa wanalala wanazinduka. Kwa hiyo tumunge mkono, tumpe mkono kabisa na tuingie katika mambo yake. Na kuna vile vingi ambavyo na yeye anaweza kahitaji, lazima tumuungie mkono ili apate kuendelea, asiwi mvivu kabisa katika kufanya jambo kama hili. Basi kiufupi ndio hiyo Uislamu. Vitu vyenu, msaada wenu unahitajika. Toeni misaada yenu ili ituungie mkono tupate kuendelea na kufanya mengi, na yale ambayo hatujazungumza ya kheri tu katika Uislamu tuweze kuizungumza ili watu wapate kuzinduka. Na waahidi Uislamu kwamba hakuna kitu ambacho kiko ni cha uongo katika Uislamu. Hakuna. Ukisikia mtu anakuambia ndani ya Uislamu anatoa hemo uongo, anatoa hemo upotevu, ni uelewa wake bado mdogo, ni mfinyo. Inabidi sisi ndio tumueleweshe kwa kile alichokiona katika Uislamu kwamba ni upotevu. Kiufupi ndio hivyo. Mtu ambaye anaweza kuwa na lazima ya kuweza kutuita au kutupigia, nipigie katika namba ya 07 62 41 61 69. Narudi tena 07 62 41 61 69. Kwa wale ambao wako nje wanaweza wakatia alama ya nyongeza, wakatia 255, kisha wakatia 7, wakatia 62, wakatia 41, wakatia 61, wakamalizia na 69. Utanipata kwa WhatsApp, utanipata kwa simu ya kawaida inshallah. Kwa kumalizia tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tumeacha neto kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunayokuwekea. Asante.